Muhimu, sharti moja kubwa ambalo muhimu sana, vitu vyote lazima viandikwe jina lililosajiliwa la mradi. Kwa mfano, jina la hoteli yake itabidi kuanzia foronya, kuanzia magodoro yale, mataulo, sefu zile na vitu vingine mbalimbali ambavyo vitakuwa vinapatikana, vinaagizwa kutoka nje ya nchi. Ili viweze kupata msamaha wa kikodi, moja ya sharti ni kwamba vinatakiwa vivyo vimeandikwa jina la mradi. Na hii inazuia kwamba mtu mfanyabiashara au mwekezaji asije akaitumia hiyo fursa vibaya kwa kuleta vitu hapa kwa kisingizio kwamba vinakuja kwenye hoteli lakini vikakutwa vinauzwa huko mtaani. Wawekezaji wa ndani kutoka mwaka juzi 2024 na mpaka mwaka jana 2025 ilikuwa ni 55% ya wawekezaji walioko nchini ni wa Tanzania. Kampeni iliyofanyika mwaka 2024 ilizalisha ajira 212,330 na alafu iliyofuata ya mwaka jana imezalisha ajira mpya zingine 165,000. Kama mkoa tunafanya jitihada za kufanya diversification za fursa za kiuchumi, kwa sababu ni kweli kwamba watu wetu wako wananchi ambao wanafanya farming, na wako wananchi ambao wanafanya shughuli za uvuvi, wako wananchi ambao wanafanya shughuli za mifugo, wako wananchi ambao wanafanya shughuli za viwanda. Sasa kama mkoa tumeshakubaliana na wenzangu kwamba kila sekta inayosimamiwa na wenzangu hawa katika secretariat tuhakikishe kwamba hakuna sekta ambayo inalala, ili kama tunaweza tukacreate viwanda kutokana na mazao ya mifugo, basi tuongeze production kwenye sekta ya mifugo, ili sio kila mtu afikirie kwenda kufanya mining. Mwingine afanye ufugaji, kiwanda kipo kifanye process add value, kama kinafanya export au kinalisha kwenye soko la ndani, basi soko la ndani iweze kujitosheleza. Kama ni kilimo cha kupunguza uagizaji wa mafuta ya kula kutoka nje ya nchi, basi tuongeze production ya mashamba, kupanua mashamba, tuongeze uzalishaji, tuwape mbegu bora, tuwezeshe pembejeo. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais, mwaka huu tumepata mbegu za alizeti zaidi ya tani 93, na tayari wakulima wetu tumeshawasambazia na tayari tumeshapata mnunuzi. Of course kiwanda chake kiko hapa, kiko Dodoma, lakini mbele ya safari akiona raw material imekuwa kubwa, obvious atakuja kuweka kiwanda kwenye eneo hili. Kwa tunafanya hivyo kwenye sekta ya uvuvi pia. Tunashukuru kwamba tumeanzisha vizimba kwa ajili ya ufugaji wa samaki, lakini pia tunamshukuru Rais alituletea boti katika kusaidia wavuvi wetu waende kwenye maji kidogo ambayo yana kina kirefu, lakini pia kupata uzalishaji wa kutosha. Sasa vyote hivi vinasaidia kwenye industrialization, ili viwanda vyetu visiwe tu vile ambavyo tunaenda kuvianzisha kwenye mining sector, kwa maana ya processing plants ambazo ziko kwenye yale maeneo, lakini pia tufanye plant ambazo zitasaidia kwenye eneo hili. Kwa majina naitwa Leonard Bugomora Kiganga, ni mwekezaji katika sekta ya hoteli, lakini pia niko kwenye uchimbaji wa madini ya dhahabu. Na katika kampuni zote hizi mbili, kampuni ya Leni na kampuni ya Bugo Mine, zote nimezisajili. Niseme tu kwamba ni mnufaika. Baada ya kusajili, kuna vitu tulivyoagiza nje, vitu vya mine, kiwemo mtambo mkubwa wa CIP, lakini kiwemo na mitambo kama excavator, backhoe. Yote tuliweza kupata msamaha wa kodi kwa sababu ya kuwa na hiyo certificate ya TISESA. Lakini pia hata huku kwenye hoteli kuna baadhi ya vitu kama mnavyojua, ukitaka kitu kizuri wakati mwingine unashare na nchi zingine, watu ambao wako advanced zaidi. Kwa kuna vitu ambao tunachukua nje kwa ajili ya finishing. Na vyenyewe pia tumeweza kupata msamaha wa kodi baadhi ya vitu, kiwemo television, vitu vya decoration, na furniture, vitanda, magodoro na nini, vyote tumeweza kupata punguzo, na sehemu zingine tumeweza kupata msamaha kabisa wa kodi. Jina langu ni Zahida Abdallah Adam. To be honest, ninasaidiwa sana upande wa serikali, na ingelikuwa kama upande wa serikali hakukuwa na msaada, mimi leo nisingekuwa hapa miaka 6. Niko hapa miaka 6 napambana na hii kazi, si mara yangu wa kwanza, ila fursa zipo, dhahabu ipo, na kila mwenye kutaka kuja kuwekeza aje awekeze.